ndio mfalme. Akataka kupaka mafuta kinyume na maelekezo. Wengi wanatumia mamlaka kinyume na maelekezo. Tumepewa mamlaka, lakini namna inapotakiwa kufanya kazi lazima tupate maelekezo kutoka juu, kwa sababu hata Yesu mwenyewe hakuwa anatenda yaliyo yake, alikuwa anatenda yaliyotoka juu. Ndio maana kila aliyofanya alikuwa anafanikiwa, kwa sababu alikuwa anasema haya sio yako. Sasa ukifanya hapa, kwa hiyo Samueli akaanza na Mungu, hapana, sio huyu. Akaanza kubahatisha huku ni nabii, basi ni huyu. Mungu anasema sio huyu, basi ni huyu. Mungu anasema sio huyu, basi ni huyu. Mungu anasema sio huyu, mpaka watoto wakaisha. Mungu anasema sio huyu. Yesu mwenyewe akamwambia, yamkini ukutuma hapa. Sio kwamba watoto walikuwa wameisha. Alikuwa mtoto mmoja ambaye akili na fahamu za mzee Yese azimzambii kama anaweza akachukua nafasi ya nini? Ya ufalme. Alikuwa Daudi anachunga, ni mtoto mdogo sana. Akili ya mzee Yese haikumzania. Lakini kilichomshangaza Samueli kwamba watoto wote wamekataliwa na Mungu. Ndio akili yake akasema, hebu aletwe huyo, kwa sababu hakuna kitu kitakachoendelea. Ibada itasimama hapa mpaka atakapokuja. Ndio watu wakaenda kumchukua Yesu. Bwana ndio Samueli anakuja. Anafika tu, Roho Mtakatifu anamwambia huyo ndiye ambaye nimemchagua. Na akaanza kumwandaa kisaikolojia, maana alijua akili yake inaweza ikakataa neno la Bwana pamoja kwamba ni nabii. Akamwambia Samueli, anayekuja usiangalie umbo lake, usiangalie urefu wake wala ufupi wake, usiangalie kimo chake, kwa sababu mimi Bwana sio kama wanadamu wanavyoangalia. Wanadamu wanaangalia kwa nje, mimi nauangalia moyo. Kwa hiyo huyo atakayekuja acha kumjaji kwa muonekano wake. Nikikwambia mpake mafuta ndio huyo mpake. Alipotokea Daudi, kama mtu kafupi fupi hivi, kana fimbo na mkoba wa kichungaji. Mungu akamwambia huyo ndiye sasa atakuwa mfalme. Akachukua, akamiminiwa mafuta hawa mfalme. Kwa hiyo akamtilia mafuta. Daudi wakati anatiwa mafuta, Daudi aliambiwa kabisa, Bwana alikuchagua wewe ndiye unaongoza watu wako Israeli. Wewe ndiye utakuwa mkuu wa nchi. Wewe ndiye utakuwa rais. Wewe ndiye utakuwa mfalme wa nchi. Daudi aliambiwa wakati alitiwa mafuta. Akasema amina. Amina na iwe hivi. Amina na iwe hivi. Kazi ambayo alienda kuifanya haikuwa kwa mfalme. Daudi kazi yake alikuwa ni mwimbaji. Anapiga kinanda kama unavyomwona Yohana. Mungu alipompaka mafuta, aliendelea na kupiga kinanda chake na kupiga kibodi yake. Mungu anajua mimi nimekabidhiwa nchi, lakini hakuonyesha kiburi cha aina yoyote zaidi ya kwenda kunyenyekea. Roho mbaya kutoka kwa Bwana, yaani roho mbaya kutoka kwa Mungu, ikaenda ikamsumbua Sauli ambaye ni mfalme. Sauli akawa anateswa na roho chafu kutoka kwa Mungu. Roho mbaya, anasikia mauzauza tu, anasikia kuchanganyikiwa, hajisikii vizuri, ni kama anatapika hatapiki, anasikia kichefuchefu, ni kama amevurugwa, anajisikii vizuri, nina hali mbaya, tumbo haliko vizuri, anajisikia vibaya, amevurugwa tu, hana amani, anajisikia vibaya, anasema sasa inakuaje? Wakasema mfalme, kuna mtu ana kipawa cha kusifu na kuabudu. Kama umechanganyikiwa, kama huna amani, kama ujisikii vizuri, yule kijana akiimba unaweza ukapata amani, unaweza ukajisikia vizuri, unaweza ukawa na hai, ukarudi ukawa nomo. Kaenda akaambia ni nani huyo? Ni kijana mmoja wa mzee Yese. Mfalme akasema mleteni. Anaenda Daudi alipofika pale alipiga kinanda na kuimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Tayari ile hali kaondoka, mfalme akaanza kuburudika, mfalme akawa nomo, akajisikia fresh, akasema kijana, nimekaa vizuri sasa. Hata ile hali mbaya niliyokuwa naisikia imeondoka. Wewe kijana utakaa hapa. Akamwambia
William Zelesi, na kuomba kijana huyu akae hapa kwenye nyumba yako.